tena mpendwa mtazamaji wangu. Tuendelee na unabii wa siku za mwisho. Tuko katika sehemu ya 25. Tuko katika Mathayo ile sura ya 24 mstari wa 42. Inasomeka, kesheni basi, kwa maana hamjui siku atakayokuja mwana wa Adamu. Hapa Bwana Yesu anaeleza jambo kubwa, yaani analionya kanisa kwa habari ya kukesha. Naomba nieleweke hapa. Naposema kukesha, haina maana tu kwenda kanisani labda mara moja kwa wiki. Na naposema hivyo, sidhihaki wale wanaofanya hivyo, na wala sisemi waache, bali nasema kwamba hiyo ni sehemu tu ya yale ambayo Yesu Kristo alikuwa anamaanisha kuyafanya au kuyatenda kwa habari ya kukesha. Sasa hapa Yesu anasema kwamba kwa habari ya kukesha, tafsiri yake anaongelea kuacha mafundisho, kutegemea mafundisho ya kibinadamu na ile akili ya kibinadamu hasa ambayo theolojia imejikita, yani tafsiri ya neno katika namna ya kibinadamu nje ya Roho Mtakatifu. Mambo haya ukiyaendekeza sana yanaleta usingizi. Unapomwacha Roho Mtakatifu na kutumia akili, unapatwa na usingizi. Na kwa sababu hiyo ndio maana Yesu Kristo alimleta Roho Mtakatifu. Akasema, nitamleta Roho Mtakatifu, naye atasema nanyi kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Lakini kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba. Na kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi. Sasa jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu mkuu wa dunia hii, wale ambao wanamwabudu wajue kwamba mkuu wao amekwisha kuhukumiwa. Shetani anafahamu hilo, na wala sina haja ya kufanya mashindano naye, kwa sababu yeye anafanya yaliyo yake na sina haja na mimi ninayo yaliyo yangu. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Mshtaki wetu ambaye ni Ibilisi tayari amekwisha kuhukumiwa. Sasa kukesha kunaposemwa hapa ni kuwa macho katika ulimwengu wa roho. Maana yake kufahamu, kuwa connected na Roho Mtakatifu. Biblia inasema wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo bila uongozi wa Roho, maana yake huwezi kuyaona mambo ya rohoni. Utayatazama mambo katika namna ya mwili, na adui yuko rohoni. Ibilisi ni roho na yeye ni malaika. Yeye ni roho, kwa hiyo anafanya mambo yake katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu hatuwezi kujua, hatuwezi kumpinga kwa akili. Watu wanampinga kwa maneno na akili, kwa sala ndefu na kutamka sana maneno ya vitisho, lakini haya yote hayawezi kumwadhibu Shetani, maana tayari amekwisha kuhukumiwa. Hukumu yake imekaa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tuweze kumtii Roho Mtakatifu, lakini pia iweze kutusaidia tujue kwamba Yesu Kristo yuko karibu kuja, na siku hiyo ni siku inayotisha sana. Je, wewe umemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Mwamini sasa Bwana Yesu. Amen.